jiungamanishe na wengine. Kwamba ongea na mtu, usijitenge, lakini pia tengeneza mfumo kwenye maisha yako, kwenye mzunguko wako wa watu ambao watakusupport. Ukiangalia kwenye mzunguko wako hakuna hata mmoja ambaye unaweza kumwendea leo ukamwomba 50,000 mwanao anauma yuko pale mikoroshini akusaidie. Unadhani utakuwa sawa kweli? Hauna mtu ambaye anakuja kukutolea, inaitwaje ile ambayo mtu akifunga anatolewa dhamana. Unakuta ukifunga kwenye mzunguko wako wote hana hata mtu mmoja kukutolea dhamana. Kwa hiyo tengeneza mfumo unaitwa wa kukusupport au wa kukushikilia. Na sio tu kihali, kwamba hizo mambo ya pesa, mambo ya ukitaka sijui kazi, ukitaka sijui kutibiwa, ukitaka nini, lakini pia huo unamaanisha kwamba hata wa mtu wa kuwaendea, ukawaelezea siri zako, ukawaelezea shida zako na wakaweza kuzitunza, kuzihimili, na sio hivyo tu na kukusaidia. Wewe kila ukimwelezea shoga yako shida zako, kesho mtawapi? Utakuwa sawa kweli? Umemwelezea kwamba mnawaza kujiua, kesho baadaye kukusaidia unakuta ametangaza mtawapi. Sasa mwisho wa siku huyo mtu sana anakupelekea kama yaani ufanye ile tukio haraka kuliko ulivyodhania. Yaani anaongeza shida kwenye shida. Kwa hiyo tengeneza mfumo ambao utakusupport au kukushika wakati wa shida. Haleluya. Nyingine ni kwamba usijipige. Andika hivyo usijipige. Tunataka kupata neno zuri kwa ajili ya kuelezea self compassion. Usijipige kwa ajili ya kupata ile shida nini? Siku mbaya kule kazini, kule shuleni, kule kwenye biashara yako. Yaani umepata shida lakini unajipiga wewe nyumbani, unawaza yani mimi hivi itakuwaje? Nini? Ndio nilichokuambia wewe, fikiria tu kama unavope ndio leo nimeamini, lakini aisha kufaisha ni vitu gani? Afu useme lakini kesho nina fursa ya kufanya vizuri zaidi. Sio mbaya. Leo sijafanya biashara, kesho nitaenda na milioni fulani, kesho naenda na kipaza sauti zangu pale nitawaibia pale Kariakoo mpaka anunue nyanya zangu. Kwa hiyo tengeneza namna ya kutokujipiga, yani usijipige kwa shida uliyopata au siku mbaya au wakati mbaya uliokuwa nao. Na hapa pia nitaka niseme kwamba kuna zile siku kwa maeneo unayofanyia kazi au pale ulipokuwepo, hukufanya vizuri labda kwenye namna ulivyoongea, kwa namna ulivyoweka toni. Mfano Tomito pale kwa mfanyakazi wake pale kazini kwake, mfano siku hiyo labda alimkaribia au kuna toni fulani aliongea ambayo akienda baada kujifikiria, mimi muda huo kujifikiria kwamba inaweza kumuumiza huyu mfanyakazi wangu, lakini akifika nyumbani anaoga zake pale hivi lakini pale mbona nilimjibu vibaya, inawezekana nimemuumiza. Usijipige kwamba kwa nini nifanya kitu kile, lakini kesho sio mbaya, kesho nitaomba msamaha au kesho nina nafasi ya kujizuia zaidi hasira zangu zisipande kwa haraka. Haleluya. Kwa hiyo usijipige kwa vitu vibaya au kwa namna mbaya ambayo umekuwa nayo. Tafuta kitu kimoja au hata zaidi cha kufanya ambacho unakifurahi. Lakini sio hivyo tu, tafuta kitu cha kujifunza. Kama ni mwenzangu na mimi nataka kujifunza gitaa, unaona kujifunza gitaa itanipunguzia muda kukaa nyumbani niwe nawaza mwenyewe. Unatafuta ile kitu cha kujifunza. Nitatafuta labda kutengeneza hereni, labda kwa kutumia sijui magombe sijui ya mti. Basi nitajifunza. Lakini kila mtu hapa ana kitu fulani ambacho anakipenda kufanya kwenye muda wake akiwa hana chochote anachokifanya au muda wake wa free. Dada Ana, wewe unapenda kufanya kitu gani muda wako ukiwa free? Karibu twende haraka muda wa kutupa. Iwe ni kusoma vitabu, iwe ni kuangalia movie, iwe ni kuangalia mpira, iwe ni kunini, chochote kile unakipenda kufanya kutoka ukiwa free. Amina, wabarikiwe. Mzee Agnes, unapenda kufanya nini wakati wako free? Kusoma vitabu. Asante sana. Dada Irene, unapenda kufanya nini wakati wako free? Kutoka out.
Mzee Tomito, unapendelea kufanya kitu gani wakati wa free? Kusoma vitabu. Asante sana. Kaka Festo, unapendelea kufanya nini wakati wako wa free? Kucheza game. Asante sana. Dada wenye gauni la kijani na rasta, unapendelea kufanya nini wakati wako wa free? Kujifunza Bible. Asante. Dada Neema, unapendelea kufanya nini wakati wako ukiwa huru? Kaka Ipiana, unapenda kufanya nini wakati wako ukiwa huru? Kupigana au kufanya mazoezi? Sijakuelewa. Dada Salome, je, kwenye muda ule unaweza kuniambia mwenyewe umeshaangalia zako pale mwenyewe mpira wako mechi ile kweli yani nini? Hivyo kuna muda wa kusema unakuja baadaye sana labda ila muda ule una furaha yani. Kwa hiyo tafuta kitu cha kufanya unachokipenda, lakini jifunze kitu kipya ambacho maishani mwako mbona ukijui. Tengeneza sabuni, tengeneza vitu vya vinyanzi. Yaani tafuta kitu chochote cha kufanya ambacho katakushughulisha badala ya kufikiria matatizo yako. Pointi nyingine inasema sema hapana inapobidi. Iandike iko herufi kubwa. Sema hapana inapobidi. Tusamehe sana madaktari, tunaga filter. Naongea kama yalivyo. Sema hapana inapobidi. Usijipige. Kama nilikwambia pale juu usijipige. Yaani linda muda wako, linda nguvu zako. Umeona kabisa leo mimi skola ameniambia dada Janet, naomba nisindikize kari yako. Lakini ratiba zangu nilizopanga hiyo Jumamosi jamani. Hazina muda kabisa kusindikiza dada skola. Lakini mimi naogopa mtamuumiza nafsi yake nikikatalia. Atananyisa rafiki yake, si nini, si mtu amekuomba hela. Unajua kabisa hauna hiyo akiba au ulionayo inakukidhi wewe tu na matumizi yako. Hakuna cha kumsaidia, lakini unaogopa kumwambia hapana kwa sababu tu unaogopa utaonekanaje. Na kuambia leo jifunze kusema hapana inapobidi. Maana yatakayokuja baada ya wewe kusema ndio yatakuwa ni mabaya kuliko bora ungesema hapana. Nimekubalia skola kumsindikiza kari yako. Lakini nenda kule nimefura, roho yako haina amani. Yanaweza hata akanikuwa kidogo sana kamshia takuni. Kwa hiyo nilikuwa nasema sababu nimeshaharibu mpango yangu. Sina akiba kwangu lakini rafiki yangu ananiomba hela. Naweza nikamsaidia kwa njia tofauti au nikamwelekeza. Kwa muda huu nisamehe sana rafiki yangu. Sina hicho kiasi unachotaka kuniazima au kuniomba. Lakini nashauri labda uende kama kifua fulani wanakopesha au nenda kanisani kuna kikundi labda cha mkoba wanakopesha au nenda kwa mtu fulani na mjua huyu mtu anakopeshaga. Yaani unapata njia mbadala za kitu gani cha kufanya. Kwamba hujamnyima kabisa msaada lakini kuna namna umenaka au mtu uweze kufanya kinachokuomba ufanye wakati ule. Unamwambia kwa ustaarabu, nisamehe rafiki yangu lakini kwa leo siwezi. Labda siku nyingine. Haleluya.